sisi muda wowote na wakati wowote tuko nanyi bega kwa bega. Bila kukawa tusome neno la Mungu. Najua jana tuliambiwa mambo mengi. Jana tulihubiriwa mengi. Sikukuwa pamoja na wahubiri, hata na leo sikukuwa pamoja na waimbaji, lakini neno nililolipewa nimejikuta ya kwamba limeshahubiriwa. Waimbaji wa Gosheni walituimbia nyimbo ambayo imeenda sambamba na kile Mungu ameniambia niseme na kanisa. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo nikajiuliza mahali nilikuwa niongee ama hapana. Acha niseme yale Mungu aliyotupa. Tusome Mathayo 21 mstari wa kwanza hadi wa 10 ama 11. Tutasoma kwa kirefu zaidi. Mathayo 21 mstari wake wa kwanza hadi 12. Tunatamani msomaji mzuri atusomee. Tunasoma Mathayo 21 mstari wake wa kwanza hadi 12. Inasema, hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethegi katika mlima Mizeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akiwaambia, nendeni mpaka kijiji kile kinachongwa na mwana punda pamoja naye, wafugweni mniletee. Kama mtu akiwaambia neno, semeni Bwana anawahitaji, na mara huyo atawapeleka. Haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, mwambieni binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole naye amempanda punda na mwana punda mtoto wa punda. Wale wanafunzi wakaenda zao, wakafanya kama Yesu alivyowaamuru. Wakamuleta yule punda na mwana punda, wakaweka nguo zao juu yao, naye akaketi juu yake. Watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani, na wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza njiani. Na makutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Hata ulipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki, watu wakisema, ni nani huyu? Makutano wakasema, huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Amen. Amen. Nalibariki jina lako Yesu, kwa kuwa umenikubali kusimama hapa. Natamani useme na wana wako, ukinipitia mimi mwana wako, na neno lako Bwana acha lipokelewe na lifanye kazi kama ulivyoliahidi ndani yetu, na ndivyo ulikamilisha, ili makusudi na malengo yako yakatimilike kwetu. Ni katika jina la Yesu. Amen. Amen. Najua sikuleta neno jipya kwenu, wala hatukuleta injili nipya kwenu. Injili ama neno la Mungu ni lile lile ambalo ulikuwa ukilisoma. Biblia ni moja, ni ile ile ambayo nayosoma ndiyo ninayoisoma pia. Hakuna injili jipya ambayo umetarajia aidha wametoka Hamilton wamekuja na jambo jipya. Hakuna.
Ni lile lile ambalo nalolisoma na lile unalolisikia ndilo utakalolisikia leo tena. Ila limekuja kwa lengo likutowe nafasi, ili likuchongeze kwa nafasi nyingine ambayo haukukuwa unatarajia na haukukuwa unaijua ya kwamba unaweza ukafikiria kiango kile. Haleluya, amen. Na jina hilo ama kazi hiyo ni ujumbe wa Kristo peke yake. Hatuleti ujumbe mwingine, bali tunaleta ujumbe wa Kristo. Na katika huu ujumbe Yesu mwenyewe katika vesi yake ya 4 na vesi yake ya 5 amesema ya kwamba nimekuja kuyakamilisha yaliyonenwa na manabii. Ina maana Yesu naye hakuleta jipya, alikuja kukamilisha yale manabii waliyoyasema. Na hawa manabii walipokuja, Biblia inasema ya kwamba manabii walipotangulia wakiyasema yale Mungu aliyosema ndani mwao, ikaletea watu, na watu walipokuwa wakiyapokea, baadhi ya watu walisahau. Watu waliyasahau, watu waliyapuuzia, wakayaweka mbali. Kwa sababu gani? Manabii walipokuja na walipoleta ujumbe wa Kristo ama ujumbe wa Mungu, miaka ilitosha, miaka mingi. Ukiangalia wakati wa Agano la Kale na wakati wa Agano Jipya, ulipoanza Agano Jipya ilichukua muda wa miaka 400. Miaka 400. Na kwa hii miaka 400 baadhi ya watu wengi wamesahau kweli. Miaka 400 kutoka Agano la Kale tuingie Agano Jipya, miaka 400. Nani alishaeneza miaka 100 hapa? Mwenye anaeneza miaka 100 hapa? Shota kidole cha. Hakuna. Sasa miaka 400 ina maana kuna baadhi ya watu wamoja walikuwa wameisha kufa. Na kuna baadhi ya watu wengine walikuwa wakingali, lakini ujumbe hawaukumbuki tena. Ndipo Yesu akakuja akawaambia, nimekuja kukamilisha lililonenwa na manabii. Ni nabii gani aliyenena neno ambalo Yesu anakuja kukamilisha? Tusomeye Zekaria. Soma Zekaria 9 mstari wake wa 9. Tuone ni jambo gani ambalo nabii Zekaria alilolisema kabla ya Kristo, Kristo akaja likamilisha. Ilikuwa jambo gani? Zekaria 9 mstari wake wa 9. Furahini sana binti Sayuni. Furahini sana enyi binti Sayuni. Piga kelele pigeni kelele Yerusalemu. Tazama mfalme wako. Tazama mfalme wa Yerusalemu anakuja. Ni mwenye haki. Mwenye haki. Naye ana wokovu mikononi mwake. Ni mnyenyekevu. Mnyenyekevu mpole. Amepanda punda. Naam, mwana punda, mtoto wa punda. Amen. Amen. Huyo ni nabii Zakaria aliyesema maneno hayo. Ndiyo maneno Yesu amekuja kukamilisha. Na katika kuyakamilisha Kristo akasema hivi, ninapotaka kwenda Yerusalemu, mimi ambaye ni mfalme wa Yerusalemu ama wa Israeli, ninapotaka kuingia mahali pale, ninatamani mumufungue punda na mwana punda, mumulete kwangu ili nipandie kwa kuingia. Zekaria alisema nini? Mfalme anayekuja anampandia nani? Anampandia punda, yaani mwana punda. Tunaona kuna vitu hakuna Yesu kenye alifanya ambacho hakikutabiriwa. Yesu akakuja akasema mumufungue punda aliyetabiriwa na Zekaria ya kwamba nitampandia ili niingie Yerusalemu.
sasa ninatamani niongee maneno matatu. Na haya maneno matatu, neno la kwanza tutazungumza juu ya Yesu, na neno la pili tutazungumza juu ya punda, na neno la tatu tutazungumzia juu ya watu wawili kati ya wanafunzi waliotumwa kufungua yule punda. Haleluya. Amen. Ni maneno matatu. Na katika haya maneno matatu mtakuwa maneno mawili makubwa, lakini neno moja litaingia ndani ya haya maneno mawili. Neno moja litaingia kati ya maneno mawili. Tunapoingia ili tulichambue vema neno la Mungu, ili tuchambue lililo neno la manabii na Yesu alilolisema. Yesu akasema, mumfungue punda na mwana punda mumleteni, na kila atakayewauliza kwa nini mnamfungua, umwambie Bwana ana haja naye. Haleluya. Leo asubuhi tumeambiwa hata kama Bwana nakawa kujibu hitaji la muda wa Bwana bado haujafika. Punda alikuwa amefungwa muda mwingi, lakini kufunguliwa kwake muda ulikuwa haujafika. Lakini muda ulipofika alifunguliwa na Bwana akamtembelea. Amen. Haleluya. Amen. Swali langu ni hili. Swali linapokuja unaweza ukajiuliza, na mimi nimejiuliza, nimejiswali. Hapo zamani kwa wana wa Israeli, hapo zamani hapakukuwa na magari kama hizi tunazotembelea. Kwa hiyo kipindi cha manabii hapakukuwa na magari. Kulikuwa usafiri gani? Wapunda na farasi. Hii ndio ulikuwa usafiri wa wakati ule, punda na farasi. Punda, ninatamani tuzungumzie sasa hapa, tuangalie tabia za punda na tabia za farasi, ili tutambue kwa nini, ili upate jibu na mimi nipate jibu. Kwa nini Bwana alipandia huyu punda? Kwa nini kapandia punda? Wafalme walikuwa wanapandia ni farasi, maskini wanapandia punda. Mnifuata? Wafalme na wanajeshi wanapandia farasi, wale wa chini wote wanapandia nini? Punda. Ina maana maskini alipandia punda, matajiri wakapandia nini? Farasi. Tuone tabia za farasi kwanza. Tabia ya farasi, mnapomuona akimubeba mkuu ama mwanajeshi, kitu cha kwanza anachapa. Anaingia mritme ya kuchapa. Anachapu na kwenda kwake ni haraka. Anaenda haraka sana. Hiyo ndiyo tabia yake na mwenendo wake, kuchapu na kwenda haraka. Cha pili, alikuwa ni mtu ni punda, farasi mwenye kubeba ni watu wawili tu, ni mfalme na wanajeshi. Na katika wanajeshi alikuwa akibeba wanajeshi kama wanaenda vitani, ikimaanisha farasi ni kitu cha heshima. Hiyo ndiyo kuu katika tabia yake, ni mtu wa heshima, ama ni mnyama wa heshima, anayejiheshimu. Lakini Bwana akasema, siwezi nikapandia farasi ambayo ni ya heshima. Mimi si kuja duniani kwa sababu ya heshima. Na ndiyo maana akawaambia wanafunzi, acha ni wanawishe miguu. Amen. Haleluya. Amen. Aseme, si kuja kutumikiwa, bali nimekuja kufanya nini? Kutumika kazi. Mimi sikuja nitumikiwe, bali nimekuja nitumike kazi. Ndio. Akawanawisha miguu. Na hii inaonyesha ya kwamba kanisa la Gosheni, muko hapa mufanye kazi ya Bwana. Hamuko hapa mtumikiwe nini.
Mko hapa mtumikie Bwana. Na Bwana kama amekuleta hapa, ana sababu ya kukuweka hapa ili ufanye kazi ya Bwana. Na katika haya tuone tabia ya huyu punda. Tusione tabia za punda. Tabia ya kwanza ya punda, tabia yake ya kwanza ni mpole. Mchungaji ndio anamjua punda sana. Mchungaji si unamjua? Pale kwetu tulikuwa tunamuita nani? Pale kwetu donkey. Kwetu tunamuita donkey. Sasa huyu punda, tabia ya kwanza, ukikaa kwenye punda yupo, utamwona ni kinyama kipole sana. Ni mnyama mpole, mnyama mnyenyekevu, mnyama mwenye utaratibu. Hiyo ndiyo tabia yake, ni mpole, mnyenyekevu. Ni punda huyo. Pili, katika tabia yake, tabia ya pili ya punda, anapigwa kweli. Huyu mnyama kama hayapigwa viboko, hata na kugonjwa anaweza kagonjwa. Ana lengo wampige sana. Na ukiangalia ninapoyazungumza, yeye mchungaji pale anaweza kujua hii ninayoyaongea na yajua. Banamtengeneza, unaona hii pine ya gari banaipasula, alafu banakata kafupi sana kama kakufikiria hapa ama hapa, banafungia kukamuti kama haka kaivi urefu, banafungia hapa na mshareti. Kale kipande cha pine banafungia pale na mshareti, kisha ndio kile cha pine ndio kinamzibula vizuri. Maana wakimupiga na ile manyoya yake yanatoka mgongo wake. Kwenye mgongo wake hana tena nini? Manyoya. Kwa sababu gani? Ya fimbo. Anapigwa na mpaka manyoya yake yote yakamtoka. Niyo unifate uona komplete kinyi Yesu alifanya. Kwa nini Yesu alipandia punda? Komplete uwe peke, unaunganisha maneno. Huyu punda kwa tabia yake ya pili ni mwenye kupigwa sana. Haleluya, amen. Ni mwenye kupigwa sana. Tabia yake, kabla hajapigwa hata jisikia raha. Yesu kawaambia wanafunzi, sema watakapomchukua Bwana wenu, kondoo zitafanya nini? Zitasambaratika. Watamuona amekamatwa, zitasambaratika. Ndivyo ilivyo. Tabia ya tatu ya punda, tabia yake ya tatu, punda ni mbeba nini? Mizigo. Punda ni mwenye kubeba mizigo. Kazi yake apeleke mizigo. Hajawahi kukataa mizigo. Hata wafunge mavi, banaitia muvilundo vya mingi, vifungo vya mingi, bakamulundika wewe, atabeba tu. Bakileta nini, banafunga virago, mabulangeti na nini, anabeba tu. Hajawahi kukataa mizigo. Kwa nini? Tusomeni. Soma Mathayo 11:28 mstari wake wa 30. Mathayo 11:28. Tuone Yesu anasema nini hapo. Mathayo 11:28. Inasema njoni kwangu, ninyi nyote msumbukao
na wenye kulemewa na mizigo. Nami nitawapumzisha. Amen. Nira yangu 30. Kwa maana nira yangu ni laini. Na mzigo wangu ni mwepesi mno. Amen. Hallelujah. Na mzigo wangu ni mwepesi mno. Punda nasema leta mafi, leta chochote, mgongo wangu ni mwepesi kuibeba. Hata kama unanipiga, ni mwepesi kubeba mizigo yako. Ni mwepesi. Hizo ndizo habari za punda. Tabia yake ya 4. Tabia ya 4 ya punda. Tabia yake ya 4. Anajua matokeo ya mbele kabla mwanadamu hayajua. Hiyo ndiyo tabia yake. Na si punda peke yake, na minyama yote. Kwa wafugaji walioweza kufuga, hata iwe mbuzi. Ukisikia mbuzi, kama kunyumba kwetu tulizoea kulala mnyumba na mambuzi, sio vile mchungaji kama mwaya mkubie, lakini Burundi nayo ni hivyo hivyo. Tulizoea kulala na mambuzi mnyumba moja. Mbuzi kitambua ya kwamba mtu mubaya yuko nje usiku wa manane. Mtu mubaya yuko nje. Unasikia mbuzi anakosa amani nyumbani. Ili ya kuambie nje kuna, lakini wewe uko usingizi. Mbuzi anataabika, anahangaika ili aogopeshe yule mwizi, ili kuamsha kwambie nje kuna jambazi. Lakini wewe usingizi unakuwa. Israeli ni jeshi kubwa. Ninachowaomba ninyi watumwa wangu, watumishi, nendeni mumuite Balaamu, maana Mungu alimupa uwezo kama nabii. Anayemlaani analaaniwa, anayemubariki anabarikiwa. Haleluya. Asa mumuite Balaamu akiwalaani Israeli, maana watakuwa wamelaaniwa. Tutapigana nao na tutawashinda. Ndipo wakaenda wakafikiria Balaamu, wakamwambia, Bwana ametutuma kwako Balaamu, uende ulaani Israeli ili Bwana wetu aweze kupigana pamoja nao. Uende uwalaani. Waliposikia, Mungu akamwambia Balaamu, usiondoke. Hao ni taifa teule ambalo nimelichagua, ni taifa la usiende kuwalaani. Mungu alipomkataza Balaamu, lakini kiupavu wake Balaamu akaondoka, akapandia punda pamoja na watumwa wake 2, akaenda ili awalaani. Alipofika njiani iko naenda, Biblia inasema Bwana akamtuma malaika, akashuka njiani. Aliyekuwa wa kwanza ni nani kumuona malaika? Ni punda. Haleluya. Amen. Sema punda akamuona. Huyu Balaamu si tunamwita nabii. Hakuwahi kuona, na nabii ndio anaona. Nabii anaona kilicho mbele, lakini siku hiyo hakuona. Na baada ya kuona, punda kamuona malaika ana upanga mikononi mwake wa kuangamiza nani? Balaamu. Kwa sababu gani? Balaamu hakutii sauti ya Mungu. Haleluya. Hakutii sauti ya Mungu. Balaamu anaenda, lakini punda alipoona akaogopa, akasema, upanga na huyu aliye mbele yangu si wa kawaida, si wa kawaida. Nifanye nini ili nimuokoe bwana wangu ambaye anayenipandia? Nimuokoe nabii ambaye haoni, nabii ana ufunuo
acha nimuokoe. Punda kaepa njia, kaenda porini. Balaamu akakaza kumpiga punda, akatengeneza fimbo yake nzuri, akapiga punda ili arudi ndani ya njia. Biblia inasema punda alipoona malaika na wachongelea mali amekwenda porini, punda akamwona, akawa na woga, mpaka akainamisha sura yake, akaenda kwenye ukuta akajibandika. Na punda alipojibandika, Balaamu akampiga mara ya pili. Alipompiga mara ya pili, punda akasema, hata kama unanipiga, hata kama unanionea, si tabia yangu, sio ndio tabia yangu. Haleluya, sio ndio tabia yangu. Balaamu amefungwa, ni nabii lakini haoni, ni nabii haoni. Punda kajongea, alipojongea punda tena, kwa sababu ya oga, anaponya nani? Balaamu. Nataka kumwokoa Balaamu, akajongea ndani ya pori. Alipojongea, Balaamu kwa hasira akampiga zaidi. Tusikie punda nasema nini. Hesabu 22:28. 28 nasema, Bwana akakifunua kinywa cha yule punda, naye akamwambia Balaamu. Bwana kafunua kinywa cha punda. Ni mnyama, hawezi akasema, lakini Bwana kafanya nini? Akafunua kinywa cha ule punda baada ya kuteswa na kupigwa. Akamwambia nini? Nimekutenda nini? Nimekutenda nini? Hata ukanipiga. Hata kama uko unanipiga piga, nimekutenda nini? Tumemaliza. Shuka 29 nasema, Balaamu akamwambia punda, kwa sababu umenidhihaki. Kwa sababu umenidhihaki. Laiti ingekuwa na upanga mkononi mwangu. Ningelikuwa na upanga mkononi mwangu, hasira ya mwanadamu, ningekuchinja mara moja, maana wewe ni mnyama, ningechinja. Akamwambia 30. Yule punda akamwambia Balaamu, je, mimi si punda wako? Mimi si punda wako kweli? Na wewe umenipanda maisha yako yote, uko unanipandia, unanibeba kwenye unataka, unanipiga jinsi unapenda, lakini hata leo umenipandia. Nimezoea kukutenda hayo. Akasema, la. Hapa tunagesha 31. Achia pale. Amen. Nimezoea kukubeba, kukutendea mema, kumbe na mpaka leo hauoni ninachokuokoa nacho. Bwana aliposikia punda nasema, akafunua macho ya nani? Ya Balaamu. Akafungua macho ya Balaamu, akamwambia Balaamu, ona, simpige punda, usiwazie ni punda tu, ona kilicho mbele yako. Alipotazama akaona malaika ana upanga katika hasira ili amwangamize nani? Balaamu. Lakini punda alimuona kwamba, semee, mwanaume akainama. Kumbe punda alikuwa na haki. Kumbe punda alikuwa na haki ya kukwepa njia, alikuwa na haki ya kuniokoa. Na ndiyo maana akamwambia nabii aseme, Israeli, Yerusalemu na ye Israeli, pigeni kelele, maana Bwana wenu, mfalme wenu, amekuja na nini? Amekuja na wokovu mikononi mwake, ili kuleta wokovu kati ya Israeli. Bwana amekuja na wokovu. Bwana akupandia farasi
cha heshima, lakini punda alimpandia kwa sababu Kristo alifanana naye. Kristo alifanana naye, alijua tabia zake, na katika tabia zake akasema, huyu ndiye anayestahili nimpandie ili niingie Yerusalemu. Na katika haya maneno, ili nipate kumaliza, acha niende nimalize, muda wangu ni mfupi. Katika haya mambo yote yanatufundisha malengo na makusudi, malengo na makusudi ya Kristo ili ampandie punda kwa sababu ya tabia zake ambazo zilikuwa njema. Soma Isaya 53 mstari wake wa 5 na wa 8. Tusome katika jina la Bwana Yesu Kristo. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alijeruhiwa kwa makosa yetu, alishubuliwa kwa maovu yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yake ilikuwa juu yangu na wewe, na kwa kupigwa kwake Kristo sisi tukapata kupona. Haleluya! Achia pale, aseme ghadhabu ya amani yake ilikuwa juu yetu, ikiamanisha aibu. Mimi ningelipigwa ili nipokee wokovu, ningelikuwa ni wa kupigwa, ningelipigwa. Lakini Yesu akasema, pahali ya kumpiga huyu, acha mimi nichukue nafasi. Hata kama mimi ni mfalme, ninakubali kuacha ufalme wangu ili nichukue aibu ya mwanadamu, ili mwanadamu asipigwe, mimi nipigwe kwa nafasi yake, niwe mimi ndiye punda, mimi niwe punda wa mwanadamu, ili mwanadamu asiingie katika hasira ya Bwana. Akakubali, na kwa kupigwa kwake sisi tukapona. Hiyo inaonyesha ya kwamba Kristo alileta wokovu, lakini wokovu tunaudharau. Neema tunaipoteza, tunaidharau neema. Lakini leo ninatamani kukwambia usipoteze neema yako. Neema inakuja limoja tu, neema ni moja tu, inakuja ni moja kwa mwanadamu. Ukipoteza kuirudisha, utafanya hivi. Ukipoteza neema, utafanya hivi kuirudisha. Na katika kufanya hivi, mbele ufanye hivi, utajutia maisha yako. Utayaona matokeo, unasema niko wapi na ninafanya nini? Kumbuka neema ulipotezea wapi. Yesu akasema, mwende mumfungue punda ambaye amefungwa muda wa miaka mingi. Aseme kati ya wanafunzi, ninaingia neno la pili la tatu, wale watu wawili waliotumwa ili wafungue punda. Sasa watu wawili ambao wametumwa wafungue punda miongoni mwa wanafunzi, wakaenda wawili, wakamkuta baba mmoja, Bwana ametutuma twende tufungue punda, hatujui kwenye yuko. Unaweza ukatuambia punda wawili wanaofungwa wako wapi? Njoni niwapeleke. Akawapeleka mpaka mahali punda yupo. Njoo huyu punda, wakafungua. Na atakaye wauliza mumwambie Bwana anamhitaji, ana haja na. Wakamfungua, wakampeleka. Swali langu ni hili, Yesu kweli, kwa nini aliwatuma hawa wawili waende wamfungue? Kwa nini? Kanisa, kwa nini Yesu anawatuma wanafunzi wawili waende wafungue punda? Alikuwa na uwezo wa kwenda mara moja yeye pekee yake, aende na wafungue, kisha mpandie pale pale na aingie Yerusalemu. Lakini akaona nitume hawa wawili. Waimbaji walishapaimba, waimbaji walipaimba. Si tulifuata nyimbo ya waimbaji, Gosheni liimba. Kwa nini
aliwatuma hawa wawili. Kwa nini? Ili wafanye kazi pamoja na yeye. Yesu alijua mimi si wa dunia. Kwa wakati mimi siko hapa duniani, watakaofanya hii kazi ni wanani? Ni watu. Mimi ni wa muda mchache, ninajiendea. Ninapoenda, kwa sababu sikushirikisha watu wengine kwenye misio yangu, itafanya nini? Itaharibika na itaishi. Kenye kile nileta duniani kitakuwa hakina kazi. Ili kidumu na kiendelee. Kuna mmoja leo tuko tunaongea na naambia, kazi ya Mungu ikiwa ya Mungu itafanya nini? Itaendelea. Kama ni ya mwanadamu itafanya nini? Itasimama wala itavunjika. Maana hiyo ni ya mwanadamu, lakini sio kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu itaendelea. Akawatuma wawili ili wachangie kazi. Na baada ya kuchangia akawaambia, mwende, ninajua mtakataliwa, mtaulizwa, lakini mnapoulizwa semeni Bwana na haja nao. Ni wanani waliokuwa wamefungwa? Ni mimi na wewe. Tumefungwa miaka mingi. Na katika kufungwa, leo Bwana natamani ufunguliwe. Leo Bwana natamani uwekwe huru ili uifanye kazi yake. Haleluya. Anatamani ufunguliwe. Sijui umefungwa namna gani. Sijui kinachokufunga ni kitu gani. Malizia Zaburi 113 mstari wa 7 na wa 9. Inasema, kumwaminuo mnyonge kutoka mavumbini, na kumupandisha maskini kutoka njaani. Amuketishe pamoja na wakuu wa watu wake. Huweka nyumbani mwanamke aliye tasa, awe mama wa watoto. Amen. Leo Bwana anatamani afungue kile ambacho kimekufunga katika maisha yako. Ndivyo anasema, alimupandia punda na alimfungua punda ambaye alikuwa anapandiwa ni maskini, kwa lengo moja, maskini ambaye anajiona kuwa maskini apandishwe ili aketishwe pamoja na wakuu. Aketishwe pamoja na wakuu na mfalme. Maskini Yesu akupanda farasi kwa sababu alijua mimi si mfalme wa ulimwengu huu, bali mimi ni mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Na kwa sababu mimi ni mfalme wa wafalme, ninatamani yule anayenyanyaswa, anayeonewa, maskini akae pamoja nao. Amen. Haleluya. Maskini akae pamoja nao. Anayefungwa akifunguliwa atakaa nao. Na ndivyo katika Ufunuo anasema, waimbaji wakaimba wakasema, aseme atawapanguza machozi. Malaika tauliza mfalme, na hawa uko wapi kanisa? Aseme na huyu kweli, na huyu anaweza kukaa karibu na wewe kweli, na huyu mchungaji huyu kweli kuna kisia naye atakaa mchungaji, siseme na kudharau na huyu kweli, malaika huyo iko na huyu kweli anatoka wapi kwanza? Naye atakaa karibu na mfalme wa wafalme. Sasa huyu unayemuona ni yule ambaye aliyesababisha nipigwe duniani. Huyu unayemuona ni yule ambaye nilianza kumfilia duniani. Jasho langu nililitoa kwa ajili yake, na muacheni akae pamoja nao. Hiyo siku takaa pamoja na mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, ambaye
anasema, malaika wanauliza, hawa ni wanani? Mbona na huyu ninajua alikuwa jambazi, alikuwa amefungwa, alikuwa ni jambazi. Mbona na huyu ninamjua kazi yake alikuwa mchawi. Mbona ninajua na huyu alikuwa ni wadomo sana, naongea sana. Na hapa kwako hapaingii wa kuongea sana. Hapa kwako unaona kisi tuko na hapa hivi vyenye tutatembelea nini? Dhahabu. Huyu mwenye alikuwa mwizi, sasa takuja iba hii dhahabu. Aliponipokea nikabadilisha tabia ya wizi, akavaa tabia ya imani. Haleluya. Akabadilishwa. Usimwazie ni mwizi tena, bali ni kiungo chetu. Haleluya. Sio mwizi. Wizi aliacha. Wizi aliacha. Kuroga aliacha. Matetano aliacha. Uongo aliacha. Kuvaa uchi aliacha. Hapa Kanada miti inaanza vula. Miti inavua hii wakati. Miti inavua inaenda uchi. Si mnaiona miti imevua? Ndio. Wanadamu wanavaa. Amen. Wanadamu wanavaa. Miti nayo inaenda uchi. Angalia wakati wa sama, miti ndio inavaa. Wanadamu wanaenda uchi. Yesu atasema, hawa ni wale ambao ni waone walikuwa wakienda uchi wakati wa sama, lakini leo hakuvaa, hakwenda uchi, alikuwa amevaa, amejikinga, amejiepusha na yote duniani. Hawa ni wale walioshinda. Wale ni wale walioshinda. Je, na wewe utakuwa umeshinda ama kingali unafungwa? Leo nataka kufunguliwa. Je, wewe ni mmoja wa wale ambao watakaoshinda ama ni mmoja wa wafungwa? Simama ufunguliwe. Muda wako wa kufunguliwa. Simama ufunguliwe.